Karibuni kwenye kujifunza Kichaga, haswa kile Kichaga cha Machame. Hii video inahusu Kichaga ila ni Kichaga cha Kimachame. Ni mimi Mwalimu George Boaz. Unaweza kunitafuta kwa namba hizi hapa zinazoonekana. Nipo Kilimanjaro, Tanzania. Ila pia unaweza ukaingia Google ukaandika Mwalimu George Boaz, na pale utakuta makala zangu nyingi zinazohusu habari zetu za Kichaga. Na katika video hii yaliyomo ni salamu za asubuhi, salamu za mchana, salamu za jioni. Haya ndio mambo ambayo yamo katika video hii yetu tunaitazama. Kimachame ndicho tutakachoenda kuongelea. Kimachame ni Kiswahili, yani hili neno Kimachame ni Kiswahili, ila ni kama tunavyojua kwamba Kilimanjaro limetokana na neno la Kichaga, lakini unaposema Kilimanjaro inamaanisha kwamba ni Kiswahili. Na neno Kimachame ni Kiswahili pia. Uhalisia wa hili neno ni Kimashami. Kimashami ndiyo neno Kichaga cha Kimachame, yaani Kimashami. Na hapa tutaangalia salamu za asubuhi na neno asubuhi. Neno asubuhi kwa Kimashami, Kichaga cha Kimachame, neno asubuhi ni sawasawa na neno ngamaa. Tunaposema ngamaa tunamaanisha asubuhi. Unaposikia Machame anasema neno ngamaa, jua anamaanisha asubuhi. Unaposikia Mashami anasema neno ngamaa, jua anamaanisha neno asubuhi. Katika salamu za asubuhi hivyo tutaenda kuangalia katika lugha mbili ambazo zinaweza tukawa lugha moja ni kama inatusaidia kutafsiri ili tuweze kuenda sawa. Na hapa tunajua umeamkaje, hii ni salamu ya asubuhi. Wengi huwa tunapenda kujua umeamkaje plus object, ambayo inaweza ikawa ni umeamkaje plus object inaweza ikawa ni baba. Nadhani mpaka hapo tuko sawa sawa. Object ni baba na nimeziwekea rangi nyekundu. Kwa hiyo hii table yetu hii itatusaidia hapa. Tutakuwa tuna salamu za Kiswahili plus object, tutapata sentensi. Na hapa tutakuwa na salamu za asubuhi plus object, tutapata salamu za Kimachame. Object hapa ndio tunayotafutia, na hapa na hapa. Hivyo basi object inaweza ikawa ni kama Kiswahili na Kichaga ndicho lugha tunazotumia. Mama ni Kiswahili. Mama ni object ya Kiswahili. Ila mai ni object ya Kimachame. Mama ni Kiswahili. Ili neno mama, Mchaga wa Machame anapotaka kusema neno mama, yeye huwa anatumia mai. Baba miku. Dada mfamau. Kaka munamau. Mke mka. Mme mi. Mdogo wa kiume munehu wa kiumi. Munehu wa kiumi. Kike munehu wa kika. Munehu wa kika. Bibi ni Kikuyo. Bibi ni Kiswahili. Tunavyolipeleka kwa Kimachame tunasema Kikuyo. Babu ni sao. Kijana wa kiume msoro. Kwa hiyo hizi huku ni object za Kichaga na hizi huku ni object za Kiswahili. Hivyo basi hizi object za Kiswahili zinapokuja hapa tunapata salamu ya Kiswahili.
ya asubuhi. Hizi object za Kichaga zinapokuja hapa, tunapata salamu za asubuhi kwa lugha ya Kimachame. Tafadhali kumbuka hii ni Kichaga, ila ni Kichaga cha Machame. Hivyo basi tunapotaka kusema umeamkaje mama, umeamkaje plus object ambaye ni mama, kwa Kichaga tunasema nantwa au kwantwa foinda au kwantwa foinda plus object ambayo ni mai. Kumbuka neno mai ni mama. Kwa hiyo unapotaka kumuuliza au unataka kumsalimia mama yako kwa salamu ya Kichaga cha Machame Kimashami, tunatumia mai, kwantwa foenda mai. Kwa baba kwantwa foinda miku. Hichi hapa huwa hazibadiliki, ni kama zilizovoko huku. Nantwa kwantwa foinda miku. Miku ni baba. Ukija hapa baba miku. Hivyo kwa dada, nantwa au kwantwa foinda mfamau. Kwantwa foinda mfamau. Kwantwa foinda munama. Kaka huyo unapotaka kumsalimia kwa Kichaga cha Machame. Mme kwantwa foinda mmi. Mmi kwantwa foinda nka. Nka ukija hapa mke, mme ni mmi, mke ni nka. Kwa hiyo nka kama ni mke wako, basi unaweza ukamwambia nantwa nka kwantwa foinda nka. Nadhani mpaka hapo tupo sambamba. Lakini pia unaweza ukasema umeamkaje plus object ambayo hapa haipo. Hii swai tunajua ni ukoo katika koo zinazopatikana Uchagani. Hivyo basi unaweza kukutana na mtu ukaamua umsalimie kulingana na ukoo anaotokea. Kuna Kimaro, kuna Lema, kuna Mushi, kuna Kimario. Kwa hiyo unaweza ukasema kwantwa foenda Mushi, kwantwa foenda Nkia. Nkia ni ukoo. Kwantwa foenda Swai, kwantwa foenda unajumlisha na object ambaye ni mtu unayetaka kumsalimia. Unaweza pia kutumia, inaweza kuwa ni jina la kiongozi kama tunavyosema mamkaje kiongozi wangu. Kwa hiyo hizi hapa ni baadhi ya object ambazo za Kichaga zinazoweza kutumika katika salamu ya asubuhi. Tunapoenda pia katika salamu za mchana, neno mchana, mchana Kichaga cha Machame tunasema msanyinyi, msanyinyi. Kumbuka pia tumesema neno Kimachame ni Kimashami. Kwa hiyo Mashami anapotaka kumsalimia Mashami mwenzake au anapotaka kumsalimia Machame mwenzake, salamu za mchana ndizo hizi ambazo tutafuata hapa. Ila neno mchana ni msanyinyi kwa Kimachame. Kwa Kichaga basi object zitabaki ni zile zile. Kiswahili ni maana yake ni hile hile. Sasa hapa neno linalobadilika ni hili hapa tu. Pale ilikuwa ni kwamba kwantwa foinda, kwantwa foinda. Ila hapa ni kwa sinda foinda, kwa sinda foinda. Mai, mai ni mama. Upande huu unaona vizuri. Kwa sinda foinda miku, maana yake ni umeshindaje baba, umeshindaje dada. Kwa sinda foinda mfamau, umeshindaje mke. Kwa sinda foinda nka, umeshindaje swai. Kwa sinda foinda swai, umeshindaje lema. Kwa sinda foinda lema. Katika kutakiana usiku mwema kwa lugha ya
Kichaga, na hapa tukumbuke tunaongelea Kichaga cha Kimachame. Neno usiku. Neno usiku kwa Kichaga cha Machame ni mkwany. Mkwany linamaanisha usiku. Unapomsikia Mchaga wa Kimachame anasema njoo mkwany, maana yake anasema njoo usiku. Unaposikia Mchaga wa Kisaga anasema tukutane mkwany, maana yake tuonane au tukutane usiku. Kwa hiyo neno usiku ni Kiswahili na neno mkwany ni Kichaga cha Kimachame. Hivyo basi katika salamu hii tunajua lazima kuwepo na neno ulale salama plus object ambayo inaweza ikawa ni sawa sawa na ulale salama plus object ambayo inaweza ikawa ni baba. Kwa mama unaweza kusema ni ulale salama plus object ambayo inaweza ikawa ni mama, ambayo inaweza ukasema ulale salama mama. Kwa Kichaga cha Kimachame neno ulale salama au neno la kutakiana au salamu ya usiku tunasema lwarwa. Lwarwa kisha mai. Kama ni mama unamwambia, basi utamwambia lwarwa kisha mai. Kama ni baba ni hivyo hivyo, utasema lwarwa kisha miku. Miku ni baba. Ndio maana hapa nimeweka hizi object Kiswahili na tafsiri yake kwa lugha ya Kichaga cha Machame. Kama basi ni mme, basi unaweza kumwambia lwarwa kisha mi. Kama ni mke tunaweza tukasema lwarwa kisha mka. Kama basi ni sio relevant katika haya hapo juu, basi unaweza kutumia ukoo anaotokea au ukatumia cheo alichonacho. Kama tunavyojua unaweza kumwambia mtu ulale salama kiongozi wangu au usiku mwema, boss huo ni usiku mwema. Basi na hapa unaweza ukatumia object nyingine, lakini neno lwarwa kisha litabaki pale pale. Kwa hiyo hizi ndizo salamu za Kichaga cha Machame, na nimesema Kimachame ni Kiswahili lakini Kimashami ndiyo lugha yenyewe, au Kimashami ndicho Kichaga chenyani, hilo ndo neno lenyewe la hiyo lugha, ila Kiswahili ni Kimachame. Ni kama tunavyojua mlima Kilimanjaro, kama nilivyosema hapo awali, tunajua mlima Kilimanjaro, ila tunaposoma katika vitabu tunaambiwa neno Kilimanjaro lilitokana na maneno ya Kimachami, akimaanisha kwamba chale macharo. Chale macharo. Chale macharo. Sasa alitaka kupronounce aliposhindwa, basi ndo ikawa Kilimanjaro. Nadhani mpaka hapo tumepata mwanga kidogo kwa namna gani ambavyo tunaweza tukatumia hii lugha yetu ya Kichaga. Basi ni washukuru. Mimi Mwalimu George Boaz, kama nilivyosema napatikana Kilimanjaro, Tanzania, na unaweza ukanifuatilia kupitia Mwalimu George Boaz. Ukaingia Google ukaandika Mwalimu George Boaz, basi utakutana na makala mbalimbali ambazo nimeziandika, hususan zinahusu lugha yetu ya Kichaga. Asanteni sana. Nashukuru.